Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa majina naitwa Joseph Limena, ni mchambuzi na mhamasishaji wa neno la Mungu pamoja na habari kuhusu ufalme wa mbinguni, yaani serikali ya mbinguni. Na hii ni sehemu ya kwanza ya mfululizo wa video zetu wa somo letu, kwa sababu ni somo kidogo ambalo ni refu, hivyo nitalirekodi kwa vipande vidogo vidogo ili kuweza kukupatia fursa wewe msikilizaji wangu na mtazamaji usikose kufuatilia. Unaweza ukafuatilia leo, kingine kesho, kingine kesho kutwa, madam tu uwe na ratiba yako nzuri kabisa ya kuhakikisha ya kwamba unafuatilia ikiwa imekupendeza. Kwa maana hiyo, katika sehemu hii ya kwanza tutazungumzia kuhusiana na ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ni nini? Na utangulizi tu mdogo wa awali, halafu tutaendelea katika sehemu ya pili na sehemu ya tatu. Kwa hiyo tukianza kwa mujibu wa somo letu, ufalme wa mbinguni kwa lugha nyepesi ni serikali ya mbinguni, na ni serikali halisi kama unavyoona serikali za hapa duniani zilivyo. Zina mfumo unaoeleweka. Isitoshe, serikali hizi za duniani zina katiba zinazofuatwa na serikali hiyo husika. Sasa tunapozungumzia ufalme wa mbinguni kama serikali ya mbinguni, ina katiba yake ambayo kule wenyewe wanajienendesha katika hiyo na wanaifuata. Na katika mfumo huo, sisi hapa duniani tukiwa tumefanyika kuwa wana wa Mungu, alikuwa ashatutengenezea mazingira ya mapenzi yake au sheria yake, amri, maagizo, sheria, kanuni mbalimbali, alikuwa ashaziachilia duniani ili watu tuishi katika hizo. Na yote aliyokuwa anaelekeza, yani sheria yote, maagizo yote, ni yale ambayo kule mbinguni yanafanyika. Mbinguni Mungu anaabudiwa, malaika wanamtumikia, wanaishi katika mfumo wake. Ina maana ile namna ya mbinguni ameiachilia pia duniani, kama wanavyofanya mbinguni na sisi duniani tufanye vivyo hivyo. Na ndio maana hata katika sala ya mfano ya Yesu aliyofundisha pale akasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni. Yani duniani kama ilivyo mbinguni, yani mbinguni kule tayari mapenzi ya Mungu yanafanyika. Sasa duniani ndo kuna shida kidogo, na ndio maana akasema duniani yafanyike kama ilivyo mbinguni. Kwa hiyo katiba tunayoitumia ni ile ambayo mbinguni wanaitumia, Mungu ameiachilia kwetu. Sasa sisi tukiwa kama wana wa Mungu au tukihitaji kuingia katika ufalme huo au kuishi katika ufalme huo, ni lazima tufate katiba ya ufalme huo, kwa sababu hata unavyoishi katika nchi yako, iwe ni Tanzania, iwe ni nchi yoyote, ni lazima ufuate katiba inavyosema. Huwezi ukasema kwamba katiba ya nchi husika inasema endesha gari ukiwa umekaa upande wa kushoto, magari yote yanayoingia yawe miskani yake iwe upande wa kushoto, wewe uingize gari kiholela ambayo miskani ipo upande wa kulia bila utaratibu, inakuwa lazima ukamatwe tu na uchukuliwe hatua. Kwa hiyo kila serikali ina katiba yake. Kwa hiyo sisi hapa katika ufalme wa mbinguni, katiba yetu ni neno la Mungu, kweli. Kwa lugha nyingine inaitwa kweli. Ile ni katiba ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kwa namna nyingine, ili kutia uzito kabisa kwa upande wangu mimi,
ninaiita katiba, kwa sababu nikisema neno Biblia inakuwa kama vile haina uzito fulani, lakini nikiita katiba ya ufalme wa mbinguni, kwa hakika hilo ndio neno ambalo linaridhisha na ni zuri zaidi. Kwa hiyo kwa muktadha huo, ile ni serikali ambayo ina mfumo wa kiuongozi. Kule hayupo Yesu peke yake, pale kuna mfumo wa uongozi kuanzia rais, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri hadi sekta za chini kabisa zipo, hadi wajumbe wa nyumba kumi wapo. Ni serikali iliyokamilika yenye vitengo vyote. Ukikosea kuna kitengo cha mahakama. Sio hadi shetani aje kuhukumu, hapana. Serikali ya mbinguni yenyewe ina kitengo cha mahakama. Ukikosea sheria kuna jinsi inavyokuhukumu. Katika ufalme wa mbinguni kuna kitengo cha matibabu, kuna kitengo, yani kila aina ya kitengo cha usalama vipo. Kwa kuto kujua, watu wanajua kabisa kwamba kila tatizo linalowapata kwamba ni shetani ndio amesababisha. Hapana, kuna wakati mwingine unavuna ulichokipanda na unahukumiwa sawasawa na katiba. Mungu ashasema kila kitu, ipo wazi. Na mara kuna wakati jambo linakupata si kwamba ni shetani, hapana, ni umevuka au umevunja misingi ya katiba husika unayosema kwamba unaitumikia. Kwa hiyo lazima ule ufalme tuujue, na tukiujua ina maana tutaufuata kwa ukawaida, sio kama vile tunalazimishwa kuufuata. Kwa sababu unajua kabisa hiki hakitakiwi katika nchi yangu. Haitakiwi mimi nitembee hadi saa 6 usiku. Unajua, na hautembei kwa sababu gani? Unajua kabisa serikali itakukamata kupitia vitengo vyake. Kwa hiyo utaacha kufanya hivyo kwa sababu unajua taratibu ya katiba yako. Kwa katika ufalme ule ukijua misingi iliyopo ya uongozi, ina maana utaishi kwa kuridhika kufuata ile katiba, sio kama vile adhabu, hapana. Na ndio maana Yesu alisema amri za Mungu sio mzigo mzito, bali ni nyepesi. Nyepesi kwa sababu ukijua utafuata kiutaratibu kama sehemu yako ya maisha. Kwa hiyo ule ni ufalme ambao ni serikali ambayo ina nyadhifa zote. Fuatana na mimi katika somo hili, utajua mambo mengi zaidi na utatambua mambo kwa kiwango cha hali ya juu. Na tuangalie katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 18 mstari wa 36. Tuone pale kuna kitu fulani. Injili ya Yohana 18:36 inasema kwamba Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa. Huyu ni Yesu Kristo mwenye dhamana ya kuongoza ufalme wa mbinguni. Anasema ufalme wake si sehemu ya ulimwengu huu, bali ufalme wake upo katika ulimwengu wa kiroho. Na unaweza ukasema kwamba kama ufalme wake upo ulimwengu wa kiroho, kuna haja gani ya kufuata wakati sisi tupo katika ulimwengu wa kimwili? Ni kweli, ni swali zuri, lakini kawaida sisi tumeumbwa kwa misingi ya kumwabudu Mungu, ndio asili yetu. Ndio maana kuna roho ya Mungu ambayo aliitia ndani yetu. Kila mmoja anayo roho ya Mungu ndani yake. Kwa asili ya binadamu ni kumwabudu Mungu. Kwa hiyo haina option nyingine ili uweze kuishi kwa namna yenye kuridhisha. Yeye ndio aliyetuumba.
anatujua vizuri. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa lazima tufate miongozo inayotupasa ya yule muumbaji wetu. Ni sawasawa na fundi au mtengenezaji wa vifaa vya electronics anapokuuzia kifaa chake kwenye box kabisa special dukani. Katika ile box kulifungua kuna kijitabu cha maelekezo ya namna ya kutumia hicho kifaa ili kiweze kudumu muda mrefu na kadha wa kadha. Kile kijitabu au kile karatasi kipeperushi kinachoelezea, ina maana ukifuata ndio uhai wa kile kifaa utakapopatikana kwa muda mrefu. Ina maana sisi hapa, kwa kuwa Mungu ndio aliyetuumba, uhai wetu wa muda mrefu, mafanikio yetu yapo katika katiba yake ya jinsi sisi kujienendesha. Ametuumba na ametuwekea mwongozo wa kufuata ili tuweze kudumu na kunawili. Ni katiba yake. Kwa maana hiyo, huyu ambaye ni Yesu Kristo anapozungumza kwamba ufalme wake si sehemu ya ulimwengu huu, bali ni ulimwengu wa kiroho, ina maana ni ulimwengu huu wa kiroho ndio ambapo hiyo katiba imetokea. Yeye ndiyo mtawala. Sasa ili tuweze kufanikiwa lazima tujitiishe katika ufalme wake ili mambo yatuendee vizuri. Kwa hiyo lazima tujitiishe katika ufalme huo ambao yeye ameutaja kwamba uko mbinguni. Lazima na sisi tumfuate huko huko kama Wakristo. Tumemwamini, lazima tuufuate ufalme wake. Tuangalie unafuatwa vipi, kanuni zake ziko vipi, utaratibu wake uko vipi. Tufuate kwa imani ili tufanikiwe. Tuangalie pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 53. Sura ya 26 mstari wa 53, kitabu cha Mathayo 26:53 imeandikwa, ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake. Huo ni mstari wa 52. Mstari wa 53 anasema, ama wadhani ya kwamba mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Hapo kipengele cha pili tunaangalia, tukiachana na kwamba ufalme wake upo katika ulimwengu wa kiroho, pia anazungumzia habari ya uwepo wa malaika kama watendakazi katika ufalme huo kwa ajili ya kututatulia matatizo mbalimbali yanaweza kutusibu. Hapa anazungumza kipindi ambapo wale watu walikuja kumkamata wamekuja sasa usiku ule ili wamkamate wampeleke kwa katika ile swala zima la kumhukumu kwamba ni mtenda dhambi katika zile shutuma walizozianzisha. Sasa usiku ule kabla ya kuamkia ile siku ya yeye kufa pale msalabani, ambao ndio kipengele hiki, watu wamekuja wanamkamata, ndo anasema sasa kwamba laiti kama ningekuja kwa kuangalia utawala huu kama ule utawala wa kina Pilato uliokuwepo kipindi kile, kwamba alikuwa kama angekuwa anataka kumpindua Pilato na serikali yake, ni swala dogo tu, angemuomba baba yake ili akamwagizia vikosi vya malaika waje kuja kumpigania. Kwa hiyo tunaona uwepo wa malaika katika ufalme wa mbinguni kama watendakazi. Sasa tunajifunza kitu hicho, katika ufalme ule kuna viumbe wa kiroho ambao ni malaika. Hao ndio watendakazi katika ufalme ule. Kwa hiyo hata kama ukipitia changamoto, ukipitia mambo mbalimbali, ukielewa ya kwamba kuna uwepo wa malaika kama alivyokuwa anaelewa Elisha alipokuja kukamatwa na jeshi la Waashuru. Yeye alikuwa na elimu ya ulimwengu wa kiroho na alikuwa anajua serikali ya mbinguni iko vipi, na ndio maana hakusumbuka. Alijua kabisa malaika wapo na wapo kwa ajili ya 1, 2, 3. Inamaanisha elimu hii ukiipata itakusaidia hata katika swala la imani yako, utainuka viwango vya kiroho.
Yaani swala la kuomba kuhusiana na masuala ya mapepo, majini na roho waovu, kwako wewe inakuwa hakuna shida, kwa sababu unajua na una uhakika na unachokifanya kwamba malaika wapo na ndio wana dhamana hiyo ya kutulinda, kutupigania na kutuwekea ulinzi katika njia zetu. Na isitoshe kwamba ukiwa katika serikali hii, ukijiunganisha katika ufalme wa mbinguni, yani serikali ya mbinguni, kuna haki zako za msingi kama mwana wa ufalme zitaanza kufunguka tu. Yaani hata kabla hujaomba unapokea, kabla haujaanza kupigana tayari ufalme unakupigania. Yaani malaika wanakupigania hata sehemu ambayo wewe hujui kama umepiganiwa, kwa sababu wewe una haki za kimsingi. Yaani kwa mfano raia wa nchi fulani, nchi husika ambazo zinafuata haki za wananchi wake. Yaani wananchi kuna wakati kwamba wanaweza kuadhimiwa watu fulani kukutwa na matatizo fulani, lakini serikali inawalinda wale raia wake. Yaani hata wao bila kujua ya kwamba kuna uvamizi ungekuja kuwavamia, serikali inahakikisha jeshi limeshafika eneo lile. Baada ya kupata taarifa ya kwamba kuna uvamizi sehemu fulani unataka kutokea, jeshi linakuwa limeshafika na kuimarisha ulinzi sehemu ile, hata kama wananchi hawajui kinachoendelea. Kwa kuna haki zako zipo katika serikali ile. Hem, tuangalie katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 kwanza. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20. Wafilipi, kitabu cha Wafilipi, Wagalatia, Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 imeandikwa, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo. Katika nakala nyingine nasema uraia wetu sisi si sehemu ya ulimwengu huu, bali uko mbinguni uraia wetu. Na inavyozungumzia muktadha huo, haimaanishi ya kwamba hadi tukifa ndo tukifufuka ndo tunakuwa raia katika ufalme ule. Hapana, kwa sababu Yesu alisema katika sala yake mfano, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni. Ina maana kwamba mapenzi ya Mungu hayatendeki tukifa tukifufuka. Hapa tuko sasa hivi, tukisema tukienendeshe kulingana na mapenzi ya Mungu, na maana tunaishi kulingana na mwongozo wa katiba ya nchi ile, serikali ile. Ina maana tunakuwa tunaishi katika nchi ile au serikali ile kwa imani tukiwa bado tupo hapa duniani. Ina maana sasa sisi tuna kibali au dhamana ya kuwa raia wa ufalme ule, kwa sababu tunafuata katiba ile, tunafuata mwongozo wa serikali ile. Ina maana tunakuwa ni raia wa serikali ile. Hivyo usitarajia kwamba hadi ufe ndo uwe raia. Hapa duniani ukiadhimia kusema ufuate, ujue ufalme ule, serikali ile ujue vizuri, katiba yake ujue vizuri, uongozi wake ujue vizuri, ina maana tayari utakuwa ni raia wa ufalme ule. Tusiende mbali zaidi, kwa sababu kuna mambo mengi ya kuweza kuyachunguza. Hii ni sehemu ya kwanza, na sehemu ya pili bonyeza hapo katika hicho video kifupi kinachofuata, kinachoonekana sekunde hizi chache zinazofuata, ili kupeleke moja kwa moja katika sehemu ya pili, ambayo sehemu ya pili tutazungumzia faida ya kutafuta ufalme wa mbinguni. Kuna faida gani ya sisi kutafuta ufalme wa mbinguni?